Naomi, nimeshafanya sasa hivi kila kitu. Karibia 90% ya vitu ambavyo nitakuwa kufanya. Na nimekuthibitishia kwamba niko serious na nataka kuoa uwe mke wangu, unizalie watoto. Lakini nimekuita hapo kwa sababu nimebanwa kabisa. Kwa sababu najua uliniambia kwamba tutashiriki tendo mpaka siku ambayo nitakuwa nimefunga harusi na wewe. Lakini na mimi naomba kwa sababu nimekuthibitishia kwa matendo na kwa maneno pia kwamba nakuhitaji. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwa leo tu unisitiri ya mzangu kuliko nichepuke. Bora niwe na wewe kipenzi. Nashukuru kwa kuniheshimisha. Maana ndugu, familia, mtu amefurahi, baba, mama wangu. Maana nilikuwa nakaa mtu wa ajabu. Lakini umeniheshimisha sana, nashukuru sana. Kwa hiyo bora tu nikupe sio kachepuke mpenzi. Kwa hiyo nimekubali, sina shaka na hilo. Hujatembea hata na kanga. Sasa mimi sijategemea kama utaniambia hicho. Ndio tunakuja na kuondoka. Sijata. Hauna hata unaogeaga nini nitaula. Haipo, lakini naamini siku ukishakuja na mabegi yako hatutoseka. Yes, sawa. Hii inakufaa kabisa. Hii kubwa. Ndio unaogeaga? Amna. Kwenye baridi na kifunika. Sawa, wewe nikaoge basi. Wewe? Hizo tattoo uko umechoraje? Hizi ni story ndefu bana baby. Yaani hapo issue sio historia. Unajua kwa sababu mimi na wewe tumekutana kanisani. Na wewe ni mtu mmoja mzuri sana kwenye maombi. Ulikuwa unashauri kufunga na kusali. Lakini nashangaa hiyo tattoo hapo alikuwa anachora Amna baby, tulikuwa zamani. Kipindi hicho tu muda sana. Yaani hapo issue sio zamani. Unajua wewe nimekuta ni mtu wa maombi, unafunga na kusali. Hii kitu imenishangaza. Amna baby, unajua nini? Kipindi hicho tu enzi za nyuma huko nilikuwa mtu wa maklabu nini, ndio maana ukanikuta kanisani nimemrudia Mungu. Mungu anikuulize. Ukiacha hapa, maana hii uliniambia mtoto wako, nikakuelewa. Hii ukuniambia, una tattoo gani sehemu nyingine? Na tattoo nyingine hapa kiunoni na hapa kwenye paji. Kiunoni umechora nini? Nimechora tu makopa. Makopa? Yaani hayo makopa alikuwa kwa ajili ya nani? Hayo mambo ya nyuma bwana, bebe achana nayo. Yaani ngoja nikwambie kitu kimoja. Sisi wanaume tunajali sana background ya mwanamke. Na nyie wanawake mnaangalia sana future yetu. Sawa? Wakati mimi natoa mahali kwenu, baba yako ananikazania nitoe milioni 7. Nilikuwa najua kwa sababu wewe ni mwana maombi, nikajua sasa nimepata mtu ambaye ametulia sana. Lakini cha ajabu na baby ndio mama nakutaka msana. Hapana, hujatulia. Yaani wewe ni kwamba umepumzika. Unajua kuna tofauti kati ya mwanamke anayetaka kuwa mke na mwanamke anayetafuta mwanaume au anayetafuta ndoa ili aolewe. Nimeacha yote hayo, nimeacha. Baby. Yaani ni hivi, subiri. Niache mkono. Nitakuwasha kibao. Sawa, sikiza nikwambie. Mimi hapa nikitoka hapa naenda kwa baba yako kudai mahali yangu. Mtu amekaza milioni 7 anachukulia vipi? Sikia. Bora ungekuwa umeniambia kuliko kujifanya cha chigero. Yaani ungeniambia bwana mimi nina tattoo hapa na makopa, nina tattoo mapajani, lakini sasa mimi hapa kwamba wewe kanisani ulienda tu kwa ajili ya kutafuta mtu na ndio maana ulikuwa unanibania mpaka ndoa. Hamna. Hakuna. Hapana. Oya, kwanza toka nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu. Nasema toka nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu. I say, na nisije nikakuona nyumbani kwangu. Kwa sababu baba yako alinikazania sana nitoe milioni 7. Moja kwa moja hata punguzo wa kunipa.
lakini kumbe nauziwa fampa, nauziwa mbuzi kwenye gunia. Sasa mimi sio mjinga na siwezi kukubali ujinga. Nafunga safari jioni hii ya leo, ninakuja kwenu, ninataka pesa zangu.